Ni takriban wiki mbili tangia kifo cha Albert Ojwang, mwalimu wa shule ya upili aliyepata kifo cha kwake akiwa mikononi mwa polisi na nchi ya taifa la Kenya. Swali ni je, ni nani Albert Ojwang na ni nini haswa kiliweza kutokea? Ni wiki mbili sasa tangia kifo cha mwalimu Albert Ojwang, kijana wa miaka 32 aliyekamatwa na jeshi la polisi la Kenya akiwa nyumbani kwao kule Homa Bay, takriban kilomita 400 kutoka jiji kuu la Nairobi. Akaletwa Albert Ojwang baada ya maafisa makachero wa DCI kumkamata mbele ya wazazi wao na mkewe akiwa kule nyumbani Homa Bay. Swali ni je, mbona walimsafirisha takriban kilomita 400 hadi huku Nairobi alipopatana ana kwa ana na kifo cha kwake? Historia tuliyoipata kutoka kwa familia na hususan msemaji wa familia na haswa babake ni kwamba makachero hao wa DCI walionekana wakiwa na mwingi wa maafisa hao wa DCI walionekana wakiwa na uchungu, huku wakiwa na hasira kuu kumnasa Albert Ojwang, kisha wakampeleka hadi moja kwa moja hadi kituo cha polisi kilichokuwa karibu pale Homa Bay. Swali je, ni wakati upi walianza kufululiza kutoka Homa Bay mpaka katikati mwa mji wa Nairobi? Swali ambalo tunazidi kujiuliza, je, maafisa hawa kuna kile ambacho waliweza kumfanyia mwenda zake Ojwang pindi walipokuwa kwenye gari, ikizingatiwa takriban kilomita 400? Baada ya kutolewa kwenye kituo cha polisi kule Homa Bay, maafisa hao wa DCI walifululiza moja kwa moja mpaka kituo cha polisi cha Central. Hapa tunazidi kufuatilia baina ya maafisa waliokamatwa na mkuu wa kituo hicho cha polisi Bwana Talam, ni nani aswa aliweza kupokea mwenda zake. Kuwaziri kwa mwenda zake Albert Ojwang katika kituo cha polisi cha Central ilikuwa ndio mwisho wa familia yake kuweza kufuatilia na kujua hali halisi ya mpendwa wao. Lakini aidha baadaye tuliweza kunakiri na kufahamu kwamba kunao mawasiliano yaliyofanywa baina ya marehemu Albert Ojwang pamoja na rafiki yake, huku wakiendelea kujadiliana kuhusu hali halisi kwenye korokoro zetu. Kwa upande mwingine, rafiki yake ambaye hatukumjua kwa jina alionekana kumpa moyo na kumtia moyo, licha ya kuwa Albert Ojwang ambaye ni mwenda zake alikuwa na wasiwasi kweli kweli. Kwa upande wa kwake, Albert Ojwang alionekana kumuuliza iwapo alikokuwa anapelekwa kuko salama na iwapo rafiki yake kwa wakati moja aliwahi kamatwa. Jibu la rafiki yake lilikuwa ndio, jela za humu nchini ziko salama na wala hakuna chochote kitakacho mtendekea. Albert Ojwang kwa sauti ya kwake alisikika akiwa na wasiwasi mithili ya sungura aliyepatwa kwenye tukio. Muda huu wote mkewe Albert pamoja na familia waliweza kupotea kabisa kutoka kwa mawasiliano na ndugu Albert Ojwang ambaye baadaye aliweza kuaga dunia. Swali ni je, walikokuwa wanasafiri takriban kilomita 400 ni nini kiliweza kutokea? Kupitia kwa mbinu za kisaikolojia, Albert alisikika akiwa na wasiwasi, kimo ambacho kiliweza kutufanya kujiuliza maswali iwapo maafisa waliomwendea walimjaribu. Kulingana na ripoti kutoka kwa babake Albert, alisema kwamba mawasiliano ya mwisho ilikuwa saa 3 usiku alipokuwa anajaribu kupiga simu pasipo kufaulu. Wasiwasi ikaanza kutanda katika familia, huku baadhi ya marafiki wa Albert, wengi wakiwa ni walimu,
wakishindwa watafanya nini? Baada ya familia pamoja na marafiki wa Albert Ojwang kuonekana kulalamika kuhusu aliko mpendo wao, familia ilibidi ikaingilia katika utandawazi, na hapa ndipo wanablogi waliweza kuchukua story. Huku katika utandawazi story ilichacha, huku mablogi tofauti wakiendelea kushtumu na kusema lazima na sharti haki itendeke kwa Albert Ojwang. Kufikia usiku huo, mitandao yote ya kijamii ilikuwa inapepea, huku wengi wakiwa wanamtaja Albert Ojwang. Swali ni je, kifo cha Albert Ojwang kilitokea saa ngapi baada ya kuwasili Nairobi? Ilipofika saa 3 usiku, kulingana na ripoti ya mkuu wa polisi, ni kwamba Albert tayari alikwisha wasili katika kituo cha polisi cha Central. Hapa akiwa hatuelewi kama alikuwa sawa ama tayari madhara yalikuwa yametendeka katika maisha ya kwake. Albert Ojwang anazidi kuonekana kuwa mmoja wa wale washukiwa ambao waliweza kuteswa kabla kuweza kuingia katika kituo hiki. Baada ya mitandao kuweza kuchacha moto, maafisa wa polisi na idara yote ya polisi ilionekana kuchanganyikiwa, huku maafisa mbalimbali wakiweza kusema mambo tofauti. Anakwenda kwa jina Douglas Kanja, inspekta mkuu wa polisi wa taifa la Kenya, aliyeteuliwa baada kujiuzuru kwa aliyekuwa inspekta wa polisi Javed Koome. Inspekta Kanja alitoka keshoye kimasomaso baada ya mtandao wa kijamii kuchacha na kusema yafuatayo: ninasikitika kuweza kusema kwamba mmoja wa washukiwa na ambaye ni mahabusu ameweza kujiua katika seli ya polisi. Mshukiwa alifikishwa usiku katika kituo cha polisi cha Central, kisha akajigonga kwenye ukuta hadi kifo cha kwake, huku akisema OCS wa kituo hicho Bwana Talamu tayari alikwisha thibitisha. Baada ya kusema hayo, inspekta mkuu wa polisi Bwana Douglas Kanja aliendelea kwa kusema kwamba mlalamishi wa kesi hii hakuwa mwingine ila mdogo wake Kaimu Eliud Langat. Langat aliweza kusema kwamba kijana ambaye pia ni mwenda zake Albert Ojwang aliweza kumharibia jina, huku akisema kwamba takriban shilingi milioni 62 zilizoibwa kutoka kwa ofisi ya Kaimu Inspector Polisi ziliweza kujenga nyumba kule Ulaya, kwingineko kule Dubai. Inspector Kaimu wa polisi Albert Langat akaingia kwenye vitabu, huku vijana wa Gen Z na nchi na taifa likiita ajiuzuru. Wakati huo haya yakiendelea kusemwa, nchi na taifa la Kenya joto linazidi kupanda, huku baadhi ya wananchi na hususan marafiki wa Albert wakizidi kuweza kurusha mishare na makombora katika utandawazi. Swali ni je, ukweli upo wapi kutokana kwa kifo cha Albert Ojwang? Baada ya haya yote, usisahau kwamba kunayo taarifa tuliyokuwa nayo kwamba Albert Ojwang hakuletwa moja kwa moja hadi kituo cha polisi cha Central, huku ripoti zaidi zikisema aliletwa moja kwa moja mpaka makao makuu ya polisi iliyoko Vigilant barabara ya Arambe, na hapa hakuenda kupatana na polisi wa kawaida. Alienda kupatana hana kwa hana na Kaimu Inspekta wa polisi Edward Langat, ambaye hatujui iwapo ni nini kiliweza kufanyika, lakini taarifa zinasema alienda kuhojiwa. Swali ni je,
Albert aliweza kuuliwa kwenye kituo cha polisi ama aliuliwa katika ofisi kuu ya Vigilant? Baadaye tuliweza kushuhudia ambacho mimi pamoja nawe tutazidi kusema ni kosa kubwa la jinai. Mtu kuweza kufa katika seli ama jela la taifa la Kenya. Usisahau katika taifa la Kenya, wengi wanasema hakuna sehemu iliyo salama kama kituo cha polisi. Swali ni je, wafungwa wetu wapo salama kwenye jela zao? Na hivi imefikia kwamba mtu anapokamatwa na hususan anapouzishwa na kukosoa serikali na haswa asasi za polisi, lazima na sharti aweze kupiwa hadi kufa. Baada ya vioja na vitimbi katika kituo cha polisi cha Central vilivyohusisha mwenda zake Albert Ojwang, sasa ilifika kwa idara ambayo ni mamlaka ya kudhibiti mamlaka huru ya kudhibiti tabia za polisi maarufu kama HIPOA. Waliweza kuingia mzima angalau kuweza kupeana hali ilivyokuwa. Hapa waliweza kuingia katika kituo cha polisi cha Central na kuweza kumunasa afisa wa polisi kwa jina PC Mukwana. Police Constable Mukwana ambaye yuko katika kituo cha polisi cha Central aliweza kukamatwa na kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Capital. Baada ya siku 2 ya upelelezi na maafisa hawa, aliweza kusimama kisimbani. Alikosimama kisimbani, PC Mukwana aliweza kupasua mbarika na kuanika mtama peupe. Kwanza tuliweza kunakili na kufahamu kwamba kamera za CCTV za Central, kituo cha polisi, tayari picha zote zilikwisha futwa. Hiyo ilikuwa ni kwa mujibu na zaidi ripoti tuliyopata kutoka kwa HIPOA. Swali, je, ni nani aliyehusika kuvuta picha hizi za CCTV? Isisaulike kwamba CCTV katika kituo cha polisi cha Central zipo kwenye mlango wa kuingia, mlango wa kujiandikisha baada maambusu kunaswa, na ofisi ya kuingia kwa mkuu wa kituo maarufu kama OCS. Swali, je, nani akaingilia picha hizi? Isisaulike kwamba Mukwana aliamua kuanika na kupasua mbarika na kusema yeye ilibidi afanye alivyoagizwa na bosi wa kwake. Nani ndiye bosi wa kwake Mukwana? Anakwenda kwa jina Taram. Taram kupitia kwa ujumbe wa kwake alisema kweli walipokea Albert Ojwang katika kituo hiki cha polisi, ikiwa ni mida tulioitaja. Mukwana alisema alipokea simu na zaidi mwelekeo kutoka kwa afisa mkuu kwenye polisi kuweza kumwagiza kwamba mshukiwa ambaye sasa ni marehemu aweze kuwekwa katika kituo hiki cha Central. Swali ni je, Taram aliweza kupokea Ojwang akiwa hai ama marehemu? Ni swali na kizungumkuti. Kulingana na taarifa ya Police Constable Mukwana ni kwamba OCS wa kituo cha polisi cha Central alipewa agizo na Edward Langat aweze kumwadhibu vikali Albert Ojwang. Kupitia kwa ripoti tulionayo ni kwamba Taram aliweza kuruhusu waweze kupewa maabusu shilingi 2,000 kila mmoja, huku wakipewa mivinyo hadi kulewa kwa nia ya kuweza kumwadhibu mwenda zake Ojwang. Swali ni je, tangu lini sheria ikaweza kufunjwa na waliofunja sheria? Maabusu hawa walimwadhibu Ojwang zaidi ilivyostahili, huku wakimwacha na majeraha ya kifo mpaka polisi wakaingilia. Swali ni je, ni demokrasia ipi inaruhusu mwananchi aliyekamatwa kwa nia ya kushtakiwa kuweza kuadhibiwa na waliokamatwa kushtakiwa?
Ni saa 7:40 mida ya usubuhi ama usiku mkuu katika hospitali kuu ya Mbagathi. Inaonekana gari la polisi likiwa linaingia katika hospitali hiyo huku likifunguliwa na walinzi wa usiku. Gari hili linaonekana kwenda kwa mwendo wa aste pasipokuwa na haraka. Kinyume tulivyofahamishwa kwamba Albert Ojwang alipelekwa hospitali kwa matibabu zaidi. Swali ni je, ni njia hipi inayopelekwa kwa mtu aliye mahututi na ni mbio gani inapaswa kutumia? Upande mwingine polisi walionekana kutokuwa na haraka huku wakionekana wakiwa na wasiwasi. Saa 7:50 baada ya kuvuta pumzi, walionekana maafisa hawa wakashuka kutoka kwa gari hili. Walishuka wote kasoro dereva. Ni nani aliyezalia kwenye gari hili la polisi? Aliyezalia kwenye gari hili la polisi si mwingine, ila ni maabusu sasa mwenda zake Albert Ojwang. Swali ni je, unawezaje kumwacha maabusu kwenye gari ukaingia kwenye hospitali? Ni dhihirisho kutoka kwa video ya CCTV tuliopokea kutoka hospitali hii ya Mbagathi kwamba tayari Albert Ojwang alikwisha iaga dunia. Ilichukua takriban dakika 15 na maafisa hawa wa Central kuweza kuomba na zaidi kushughulika kuwaomba madaktari angalau kuweza kudhibitisha kifo cha mwenda zake. Ilibidi kutafutwe msaada wa mlinzi wa hospitali hii aweze kusaidia polisi kuweza kuubeba mwili wa marehemu kuingia katika kituo hiki cha hospitali ya Mbagathi na kisha baadaye kuwasaidia kuonekana kutolewa nje na majela. Ina maana rafiki yetu Ojwang tayari alikwisha aga dunia. Hii ilikuwa ni mbinu tu ya kuweza kuthibitishwa na zaidi kwa kisingizio kwamba alihaga akiwa hospitalini. Walichokosa kukijua maafisa hawa wa Central ni kwamba kamera za CCTV katika hospitali kuu ya Mbagathi zote kona 4 zilikuwa standby. Hii yote ilichukuliwa mwendo wa saa 7 usiku mpaka saa 8 walipoutoa mwili huu wa marehemu Ojwang na basi kuweza kuelekea moja kwa moja hadi chumba cha kuhifadhi maiti cha City. Mtazamaji na msikilizaji, usijokijua ni kwamba kuna muda uliopotea baina ya saa 4 usiku mpaka saa 6 na hapa peku za kwetu zilituelekeza katika msitu wa Karura. Baadhi ya ujumbe na zaidi taarifa tulizonazo ni kwamba muda huu ambao hujatajwa popote, mwenda zake Albert Ojwang alisemekana kupelekwa katika msitu wa Karura na huku akapiwa midhiri ya umbwa kwenye msikiti. Baadaye akaregeshwa katika kituo cha polisi cha Central huku maabusu wakapigilia msumari wa mwisho kwenye maisha ya Ojwang. Swali, je, haya yote yanasemwa na nani? Duru za kuaminika zinasema kwamba Ojwang kabla afike kwenye kituo cha polisi tayari alikuwa amechoka na alikuwa na majeraha ya kumwelekeza Jongomeo pasipo na nauli wala matuana. Albert Ojwang ameingia katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City. Huku joto likizidi kupanda, familia kufahamu na kudhibitisha kwamba halikuwa yeye, hasira zinazidi kupanda wa Kenya. Kupitia kwa mengi tuliopokea ni kwamba siku iliyofuata baadhi ya marafiki wengi wakiwa walimu walipiga kambi kabisa katika chumba hiki cha City. Swali ni je, ni nini kilikuwa kinaendelea katika chumba hiki cha kuhifadhi maiti cha City? Wasiwasi ilizidi kutanda huku asasi zote za serikali na hususan idara ya polisi
ikionekana kuchanganyikiwa na taarifa tofauti tofauti. Ilichukua wabunge wa seneti kuweza kuahirisha biashara yao muhimu katika bunge la kwao la seneti, angalau kujadili hali ilivyo na kifo cha Albert Ojwang. Waliweza kuwaita kwa barua mkuu wa polisi Douglas Kanja pamoja na mkuu wa DCI Mohamed Amin. Wote hawa walitakiwa kufika kwenye kituo kwenye bunge la seneti, angalau kujibu na kupeana taswira kamili na ni nini aswa kiliweza kutokea baada ya kifo cha Albert Ojwang. Walionekana kuchanganyikiwa, huku mkuu wa polisi na inspector Douglas Kanja akiweza kuomba msamaha hadharani kwenye runinga ya taifa kwamba taarifa aliyopeana ilikuwa ya uongo. Hii ni baada ya upasuaji wa mwili uliofanywa na mkuu na mpasuaji wa serikali aliyethibitisha kwamba kifo cha Ojwang hakikuwa kwa kujigonga ukuta alivyosema inspector wa polisi. Mpasuaji mkuu wa serikali ya Kenya akasema mwenda zake alikufa kutokana na kufinywa chemba za damu kwenye shingo, kupiwa na vifaa butu kwenye kichwa na zaidi kufinywa, jambo lililopelekea kwake kuzirai na kubwagika chini fofofo. Swali ni je, ni nani aliyempiga kichwa? Ni nani aliyemnyonga? Ni jambo ambalo liliweza kupelekea maafisa hawa wakuu serikalini, inspector wa polisi pamoja na mkuu wa DCI wakionekana wote kuchanganyikiwa, huku inspector polisi akiomba msamaha. Mkuu wa DCI Mohamed Amin alionekana kumulimbikizia lawama, huku Mohamed Amin ambaye ni mkuu wa DCI akielekeza kidole cha lawama kwa OCS Talam. Yote 9 ikawa ni asasi za idara ya polisi kuweza kuchanganyikiwa. Taswira kamili hali ilivyo kidemokrasia katika taifa la Kenya. Swali je, demokrasia hii inaozidi kunajiziwa katika taifa la Kenya itaisha lini? Huku wakuu hawa wa idara na asasi za polisi wakionekana kuchanganyikiwa, wananchi na hususan vijana wa Gen Z wanaonekana kupandwa na mori, huku wakiuliza maswali bila jibu. Siku iliyofuata baada ya kifo cha Albert Ojwang, baadhi ya vijana walionekana kugoma, huku wakitoka kuanzia kituo cha kuhifadhi maiti ama chumba cha kuhifadhi maiti cha City mpaka katikati mwa jiji la Nairobi. Isisaulike kwamba maandamano haya yakizidi kuendelea, bunge la seneti linazidi kurusha kombora la maswali kwa baadhi ya wakuu wa idara za polisi waliokuwepo, huku baadhi ya wabunge wakionekana kuwa na hasira kweli kweli. Bunge hao walitamani kujua ni kwa nini mshukiwa alikufa kwenye mikono ya polisi wakati ulinzi unapaswa kuwa wa hali ya juu. Walitamani kujua aliyeagizwa kukamatwa kwa kijana huyu Albert Ojwang ambaye sasa ni mwenda zake. Ilichukua takriban siku 3 kabla ya kaimu inspector wa polisi Eliud Langat kuweza kujiusuru kutoka kwa wadhifa huu, na hapa akiwa anasema haki itendeke, na huku wengi wakiwa wanasema anastahili kujiuzuru kisha akamatwe apelekwe ndani kama maabusu. Wabunge walionekana kuwa na hamaki kutokana na swala hili, huku vijana wa Gen Z wakizidisha na kuendelea na maandamano kule nje. Ni jambo ambalo liliweza kushtukia tu baada ya vijana hao wengine waliokuwa wakiandamana, mmoja kwa jina Kariuki, kupiwa risasi hadharani peupe mbele ya kamera na polisi wa taifa la Kenya. Hikawa ni kama kasumba ya maafisa wa polisi ambao wanafanya kazi kutokana na amri. Haijulikani ni nani aliyowapa amri, kuliko wapige risasi popote, hawa upiga kichwa. Mamlaka huru
ya kuchunguza tabia za polisi maarufu kama IPOA ilizidi kuingilia mzima kwa taarifa hizi za polisi kutumia nguvu kupitia kiasi na zaidi kuweza kuwapiga wananchi risasi. Nchi na taifa la Kenya likaonekana kuchanganyikiwa, huku taharuki ikizidi kutanda miongoni mwa wananchi na hususan kwenye familia. Baada ya haya yote, gavana wa jiji la Nairobi Johnson Sakaja miongoni mwa wabunge wengine walionekana kukashifu jambo kwa kinaya. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja aliweza kutazama haya yote na kusafiri moja kwa moja na kusema kwamba hataweza kuisaidia familia hii na hususan mjane. Tayari alikwisha pata kazi katika baraza la Nairobi. Swali ni je, ilikuwa lazima hili lifanyike kwa muda huo? Hii yote ni kuweza kutuliza hamaki ya familia pamoja na nchi na taifa la Kenya. Cha kutia msumari wa moto kwenye kidonda, aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya ambaye ni Raila Odinga hajazungumza lolote kufikia sasa, huku amiri jeshi mkuu pamoja na viongozi wakuu serikalini wote wakiwa kimya kutokana na mauaji haya. Wengi wa vijana waliouliwa katika taifa la Kenya imekuwa tu ni kama ng'ombe ama mbuzi kupiwa risasi na kupokea mauti ya mapema. Swali ni je, demokrasia ya nchi ipo wapi? Ukweli mchungu ni kwamba demokrasia ya taifa la Kenya 254 katika ramani ya dunia ipo hatarini. Huku udachizi ukiendelea, polisi wanaonekana kuwa na nguvu zaidi, na nguvu hizi sio za polisi tu, lakini zinatoka kwa maafisa wakuu serikalini. Baada ya haya kutokea na ikizingatiwa kwamba babake Ojwang ambaye sasa yupo salama salimini alipo, aliweza kutoka kimasomaso na kusema historia na hadithi iliyopelekea Wakenya kushikwa na huruma. Wakenya waliweza kujitokeza kimasomaso na kumchangia hadharani kwa njia ya M-Pesa mzazi huyu aliyepoteza mwanae wa kipekee. Ikawa ni huzuni mwingi katika eneo la Malindi, maeneo ya Voi na maeneo ya Homa Bay. Wakenya wakasimama tisti na mwenzao aliyeaga dunia. Lakini baada ya Wakenya kujituma kama simba aliyejeruhiwa kutafuta demokrasia kwa ajili ya mwenda zake Albert Ojwang, babake aliweza kupokea simu kutoka kwa amiri jeshi mkuu wa taifa la Kenya, Rais Daktari William Samoei Ruto. Na hapa babake Ojwang aliweza kupokea takriban shilingi milioni 2, pesa ambazo ziliweza kuleta hamaki baina ya mzazi huyu aliyepoteza mtoto na nchi na taifa la Kenya na haswa wananchi. Maswali yaliipuka, kwa nini anaruhusu wananchi kugoma kutafuta haki ili hali yeye anazidi kupokea pesa azizostahili? Wakenya wanasema hakustahili kupokea pesa hizo hadi haki ya mwanae iweze kutokea. Swali ni je, ni nini kingeendelea kufanyika huku Wakenya wakiendelea kuuliwa na polisi peupe? Tarehe 23 mwezi wa 6, Jumatatu, mkuu wa mashtaka ya umma kupitia kwa barua ambayo aliyoandika inaonekana kuweza kumuondolea lawama Eliud Langat. Isisaulike kwamba Eliud Langat ndio mshukiwa mkuu ambaye alikuwa mlalamishi mkuu kwenye kukamatwa kwa mwenda zake Albert Ojwang. Lakini kwenye ujumbe huo aidha, mkuu wa mashtaka ya umma ameweza kusema kwamba ameweza kuruhusu mashtaka ya mauaji dhidi ya waliokamatwa wakati huo. Mmoja wa waliokamatwa na kushtakiwa kwa sasa kulingana na ofisi kuu ya DPP ni Samson Kiprotich Dalam ambaye ni OCS Central Police Station, James Muhwana PC Police Constable, Peter Kimani, miongoni mwa wengine kama vile John Ngige Gitau,
Gin Obina Obao pamoja na Brian Mwaniki Njue. Hawa kulingana na ofisi ya DPP wanapaswa kushtakiwa kwa makosa ya mauaji. Tutazidi kufuatilia ni nini kinazidi kuendelea katika taifa la Kenya, huku tukizidi kuangalia na tarubini ya dunia ikilimulika taifa la Kenya na unajizi huu mkuu zaidi wa kidemokrasia kuwaitokea tangia Kenya kujipatia uhuru. Hayo tutazidi kukupasa mida ya baadaye, lakini kwa sasa tunakuacha kwa kusema mgara unapomuua haki ya kwake mpe. Pole zetu kwa mjane wa mwenda zake Albert Ojwang.